بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين القائل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu pendwa Ar-Ruh TV, tunakukaribisheni tena katika majlisi hii kwa ajili ya kupeana faida katika dini yetu na maisha yetu. Maudhui ya leo itakuwa kwa unwan thumma la tusalunna yawma idhin anin naim, halafu utaulizwa siku hiyo ya Kiyama juu ya neema ambazo Mwenyezi Mungu kakuneemeshea. Kwa nini tuchukue maudhui hii? Tumechukua maudhui hii kwa sababu binadamu kazungukwa na neema tofauti tofauti ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa neema hizi azitumie katika maisha yake, lakini kutokana na kujisahau na kutokana na kuona ni mambo ya kawaida, basi tunasahau vitu hivi kama ni neema kubwa ambazo Mwenyezi Mungu katupatia. Leo wengi katika akili zetu na katika fikra zetu na katika muono wetu tunaona kwamba neema kubwa ambayo atapewa mtu basi ni neema ya mali. Tunaona mtu akipewa mali basi tunaona ndio Mwenyezi Mungu kamneemesha, lakini kalla, sio hivi. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba, au mtume anatuambia, awwalu ni'ma ni'matul Islam, neema ya kwanza kubwa yao ni neema ya kuwa Muislamu. Na neema zimegawika katika sehemu tofauti tofauti. Chochote ambacho unakifaidika au unafaidika kupitia kitu hicho, basi ujue kwamba hiyo ni neema, na ujue kwamba hiyo ni riziki ambayo Mwenyezi Mungu akuruzuku. Watoto ni neema, mali ni neema, elimu ni neema, afya vile vile ni neema. Na vitu hivi inatakiwa kama Muislamu basi uvitumie vitu hivi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakapokuwa na mali, uitumie mali yako katika kufanya taat na katika kutoa sadaka na kutoa zaka. Utakapokuwa na nguvu, basi utumie nguvu yako katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga na kuswali na kufanya ibada nyingine. Lakini vile vile uitumie nguvu yako kwa kuwasaidia wengine. Kama huna pesa, wasaidie wenzako kwa nguvu, na kama huna nguvu, Mwenyezi Mungu akupa elimu, wasaidie wenzako kupitia elimu. Vile vile Mwenyezi Mungu akikuruzuku kwa watoto, watakiwa ujue kwamba ni neema Mwenyezi Mungu kakupa. Kuna matajiri wangapi Mwenyezi Mungu kawanyima neema ya watoto, wanahangaika usiku na mchana, wanahangaika hospitali haya kwa yale kwa ajili ya kupata watoto ambao kwamba wewe Mwenyezi Mungu kakupa, lakini unaona kwamba yule aliye na mali ndio kaneemeshwa. Na kuna mwingine Mwenyezi Mungu hajampa mali, kampa elimu. Elimu hii kuna mwingine aitafuta, anahangaika kuitafuta elimu, pengine hakuipata kama alivyoipata yeye, lakini mtu huyu anajidharau, anaona elimu si chochote si lolote. Elimu yake haitumii katika kunufaisha jamii yake na katika kuwanufaisha wengine. Anaona mimi sikupewa kitu, bali Mwenyezi Mungu akupa kitu kikubwa, kwa sababu inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu. Ukweli wa kumuogopa katika waja wake ni wenye elimu. Kwa hiyo wewe Mwenyezi Mungu akupa nyenzo kubwa ambayo kwamba inaweza ikakufikisha katika radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini elimu yako pia unaweza ukaitumia katika kujenga jamii yako, katika kujenga familia yako, katika kujenga nchi yako. Vile vile inawezekana kutumia elimu. Kwa hiyo mtu asijidharau kwenye kitu alichokuwa yuko nacho. Mtu asijidharau kwenye jambo ambalo Mwenyezi Mungu kamweka kwenye jambo hilo. Binadamu hatuwezi tukafanana. Mwenyezi Mungu kakupa hichi na mwingine kampa kile, kwa ajili kwamba nyinyi msaidiane mkamilishe maisha. Na neema kwa kweli kama alivyosema Mwenyezi Mungu, mkizihesabu neema alizowapa Mwenyezi Mungu hamwezi kuzifika idadi yake, hamwezi kuzipata idadi yake neema alizokupa ni Mwenyezi Mungu. Ukweli hili jambo ni kweli kabisa. Sisi tunaishi neema ngapi ambazo hatujui? Neema ya kuvuta hewa hii, oxygen ambayo tunatumia. Unaona, laiti tungelikuwa tunalipia hii, ingelikuwa sijui inakuaje.
Mwenyezi Mungu kakupa neema, kakukirimu, akramakumullahu, utakapokusha kula riziki yako ya halali, basi unakwenda kupunguza uzito, unaenda kutoa vitu vilivyokuwa havitaki katika mwili. Ni neema. Laiti Mwenyezi Mungu angekuachia au atakuzuia siku moja tu usipate kwenda chooni, au siku mbili usipate kwenda chooni, hivi utakuwa kwenye hali gani? Mwenyezi Mungu akakupa neema ya macho, unaona. Mwenyezi Mungu akakupa neema ya masikio, unasikia. Mwenyezi Mungu akakupa neema ya mdomo, unakula na unahisi unachokula. Mwenyezi Mungu akakupa neema ya pua, unasikia harufu mbalimbali na unazipambanua kwamba hii ni harufu mbaya na hii ni harufu mzuri. Kwa hiyo yote ni neema ya Mwenyezi Mungu ambayo kanineemesha mimi na wewe. Mtu atakiwa neema zote hizi azishukuru na amshukuru Mwenyezi Mungu kupitia neema hizi. Na vipi unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu? Kuna njia tatu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema alizokupa. Njia ya kwanza ni kujua kwamba hii neema ni njia ya moyo, ya kujua na kukiri kwenye moyo wako kwamba mimi neema hii Mwenyezi Mungu kanipa yeye, pengine sina nguvu yoyote kwenye neema hii, pengine mimi nilichochukua ni sababu. Isifike pahala mtu akatakabbar akasema kama alivyosema Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, nimepewa neema hizi, nimepata mali hizi kwa elimu niliyokuwa nayo, au kwa mali niliyokuwa, au kwa juhudi niliyoipata, nikafanya juhudi nikafikia kwenye kupata mali. Au mwingine asema mimi nimepata elimu hii miaka sanawati, ninafanya nini? Ninaitafuta. Kwa hiyo anarejesha fadhila na nguvu kwenye nafsi yake. Hadha khataun kabir, ni kosa kubwa. Bali watakiwa ujue kwamba hizi neema yote ambayo katika neema hizi ambazo Mwenyezi Mungu akupa, ujue kwamba yeye ndio aliyekuwafikisha na yeye ndio aliyekusababishia ufike hapo. Njia bila kumshukuru Mwenyezi Mungu au kushukuru neema za Mwenyezi Mungu ni kushukuru neema kwa vitendo. Kushukuru neema kwa vitendo. Kakupa mali, toa sadaka. Kakupa mali, toa zaka. Kakupa mali, nenda hija. Kakupa mali, saidia maskini. Kakupa mali, jenga hadhara yako, jenga misikiti, jenga madaris. Fanya chimbua visima, watu wapate kunywa maji. Tengeza mazingira ambayo watu watafaidika kupitia mali yako. Lakini vile vile kakupa elimu, ifikisha elimu. Usifiche elimu ya Mwenyezi Mungu aliyokupa. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu kakupa siha, wengine kawanyima, watu wengine ni wagonjwa vitandani. Kwa hiyo kakupa elimu, kakupa siha njema. Muabudu Mwenyezi Mungu inavyopaswa. Ikiwa kuna mtu anahitaji kusaidiwa kupitia nguvu yako, msaidie. Kama huna mali, msaidie kupitia nguvu. Hiyo ni njia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pia Subhanahu wa Ta'ala juu ya zile neema ambazo Mwenyezi Mungu kakupa. Na njia nyingine ya kumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema zake ni njia ya kutumia ulimi. Unajua kwamba Mwenyezi Mungu kanipa hichi na hichi, unasema alhamdulillah, na unazitaja neema alizo kuruzuku Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, amma bi ni'mati rabbika fahadith. Na si lazima uwe hadithi tu, unaweza kuitangaza nje. Ukimpa mtu si lazima kumwambia kama mimi nina pesa, una pesa alafu unakaa nazo mfukoni, una pesa unaziweka ndani. Mahadha. Mgaie mtu pesa, atajua kwamba huyu kweli anatangaza neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu wapenzi, tujue kwamba neema au riziki basi haisimami tu kwenye mali, bali neema ni kila kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu, na riziki ni kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu kakupa kitu hicho, halafu kitu kile ikawa unafaidika nacho. Kuwa na amani ya nafsi ni riziki. Kupata watu ambao wanakusaidia, kupata watu ambao wanakusapoti kwenye maisha yako, basi pia ni riziki. Kwa hiyo kupitia vyote hivi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema zake. Hatuwezi tukafikia shukrani ya Mwenyezi Mungu, upewa shukrani juu ya mambo ambayo anatufanyia, bali Mwenyezi Mungu ni neema zake anatupa sisi waja wake, kwa rehema zake na upendo wake kwetu. Sisi tunachotakiwa kukifanya ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumtii yeye Subhanahu wa Ta'ala na kufanya yale ambayo ametuamrisha na kuacha ambayo ametukataza. Kwa haya machache niwatakie Ramadhani njema, niwatakie mfungo mwema. Mwenyezi Mungu atujalie tulifikie lengo la saumu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.